Asanteni sana. Siku ya kesho tuko na sherehe ya ukumbusho wa hayati Wamalwa wa Kijana. Alikuwa rais wa awamu ya 8 Jamhuri ya Kenya, na tutakuwa hapa kwenye boma lake Kitale Milimani. Tutakuwa na misa ya ukumbusho wake, na tumekuwa na matayarisho yanaendelea, na kufikia sasa tuna furaha ya kwamba mipango imekamilika na matayarisho ya sherehe za kesho za ukumbusho wa mpendwa wetu yamekamilika. Tutachukua nafasi hii kukaribisha Wakenya wote ambao watakuwa na nafasi kujumuika nasi kesho. Ni siku ya Jumapili, ni siku ya maombi, na tumeshukuru sana Baba Askofu mstaafu Morris Anthony Crowley ndio atasimamia hiyo misa ya ukumbusho. Na tunatarajia mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye tumemwalika kujiunga nasi, na vile vile kuzindua kitabu cha marehemu hayati Wamalwa wa Kijana. Kimechukua muda kidogo, miaka 23, lakini kufika sasa kimekamilika na ameweka sahihi, yani ile forward kwa kitabu, na tunatarajia aweze kujiunga nasi kesho kwa hizi sherehe za ukumbusho. Vile vile tunatarajia vigogo wenzangu wa upinzani pande zote mbili za United Alternative Government, na vile vile upande wa Linda Mwananchi, wote tumewaalika waje tujumuike pamoja, na sio tu viongozi wa upinzani, vile vile viongozi serikalini ambao ni marafiki wa familia hii na ambao walikuwa marafiki sana wa hayati Wamalwa wa Kijana. Kwa hivyo tunatarajia pande zote za siasa wawe hapa. Vile vile tunatarajia viongozi wa kidini, wa kibiashara na wa Kenya kutoka maeneo mbalimbali ya taifa letu. Kesho tutakuwa sio tu kumkumbuka Wamalwa aliyetuacha, tutakuwa tunakumbuka safari yake vile vile ya kuunganisha taifa. Alikuwa ni mtu aliyepigania sana umoja wa jamii ya Mlembe na vile vile umoja wa kitaifa. Wakati huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, tunaomba ya kwamba sote tuwe wapatanishi vile Wamalwa alikuwa, ili tuweze kuwa na uchaguzi wa amani. Hivi leo nimekuwa naongea na wenzetu ambao wako Kakamega. Jana tumesikia siasa ya vitisho sababu ya mambo ya uhuni, mambo ya vita, ghasia zilizokuwa kule Homa Bay, na seneta wa Homa Bay jana katika Malinya ameomba msamaha kwa niaba ya watu wa Homa Bay, na amesema hii si vita kati ya Waluya na Wajaluo. Amesema ni mambo ya uhuni, na waliopewa pesa kuumiza Wakenya wenzao wanajulikana, na amesema lazima wachukuliwe hatua za kisheria. Vile vile tunaomba wenzetu wa Kakamega, sababu tunatarajia wenzetu wa Tutam ambao wanakuja kufanya harambe empowerment ya vijana wetu wa tuktuk kule Kakamega. Nimesikia vitisho kutoka kwa viongozi wa Kakamega kusema ya kwamba watu wa Tutam wasikuje Kakamega. Hiyo sio siasa ambayo Wamalwa alikuwa anataka. Yeye alikuwa anapigania amani na umoja wa Kenya yote, na vile vile kukataa siasa ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila. Watu wa Tutam wakija Kakamega siku ya leo, tuomba viongozi wa Kakamega muweze kuturuhusu sisi wa one term tuje Kakamega, twende Homa Bay, tuje hapa Kitale tuuze sera zetu. Vile vile mruhusu watu wa Tutam leo waje Kakamega, wachangie vijana wa Kakamega, wauze sera zao za Tutam. Ni ninyi wa Kenya wenyewe mtaamua kama ni one term ama ni Tutam, kulingana na zile sera ambazo tumewauzia. So siku ya leo ni kuwashukuru na kuchukua nafasi hii kwa niaba ya familia ya Wamalwa, watu wa Kitale na haswa magharibi mwa Kenya ambao walikuwa ni watu wa Wamalwa, kualika Wakenya wenzetu tuungane na tujumuike pamoja, na nyote mwakaribishwa. Misa